Mtazamaji, huyu unayemuona hapa ni Bi Mariam ambaye ni mkazi wa Magomeni Mapipa. Ni moja kati ya Watanzania ambao wana changamoto kubwa ambazo wamekutana nazo katika maisha ya kila siku ambao wamekuwa wakiishi. Changamoto kubwa ambayo wamekutana nayo ama kisa cha kusisimua ambacho kiliweza kutokea kwenye maisha yake ni baada ya kumpoteza binti yake mwenye umri wa miaka 15 wakati akiwa anajifungua. Sasa hiyo sio story kubwa. Story kubwa ni kwamba binti huyo aliacha mtoto ambaye leo hii imekuwa changamoto kwa upande wa malezi kwa Bi Mariam kutokana na hali yake halisi ya kimaisha ambayo anayo kwa sasa. Nisizungumze sana, tumkaribishe kwenye mahojiano haya ambayo ataenda kutuelezea kisa hiki cha kusisimua. Wewe kama Mtanzania utaguswa kwa namna gani? Karibu tuweze kujumuika pamoja na Bi Mariam. Kwanza pole, lakini hongera kwa mapambano ambayo unayaendeleza. Asante. Kwa jina naitwa Mariam, nakaa Magomeni. Mimi na mtoto wangu mmoja, ndio huyo anaitwa Pole sana. Na mtoto wangu ndio huyo mmoja, Mungu amempenda zaidi yangu. Ameniachia mjukuu, nashukuru Mungu. Ameniachia katoto kamoja, ndio faraja yangu. Changamoto yangu mimi mwenyewe sioni hapa nilipo. Nafanya tu watu kunisaidia. Nyumba ya pili, watu wa nyumba ya pili wananisaidia. Mtoto kumvalisha pempazi, kunisaidia vyakula, wa nyumba ya pili wengine wananisaidia maziwa. Sasa nimekuja hapa ndugu zangu, na shida kubwa sana ya kimaisha. Mimi mwenyewe ni mdhaifu kama mnavyoniona Watanzania wenzangu. Mtoto changamoto, maziwa kupata kwake maziwa ni hafifu, mpaka nikaombe misaada hapa na hapa. Sasa na mimi nachoka na hali yangu jinsi nilivyo hivi. Na mtoto wangu alozaa naye huyu mwanaume simfahamu na wala simtambui, kwa sababu mwanangu alipopata ujauzito sijapata chance ya sijapata kupata kusema kuniambia mama mwanaume wangu. Hapana, sijapata changamoto hiyo na sijapata kauli yake tena kuniambia. Mpaka amepata umauti, basi nimemwachia Mwenyezi Mungu, nikaanza kumlea mtoto taratibu, majirani kunisaidia kupita. Yaani nimepitia changamoto sana mpaka mtoto huyu amefikia hapa sasa hivi ana miezi 5. Nimepitia changamoto kubwa sana ndugu zangu. Baada ya kugundua Amina ambaye ni binti yako ana ujauzito, pengine ulimbana kutaka kujua nani ambaye ni baba mwenye huo ujauzito pengine? Nilimwambia mwanangu, alikupa ujauzito nani? Akasema mama, unakumbuka kuna siku kuna mkaka alitupa lifti? Nikamwambia vina, sikumbuki. Basi mama nitakwambia. Nikamwambia niambie nipate kujua. Kuna leo na kesho mwanangu, maisha yetu sisi ni magumu sana. Sasa unavyonipa mimi changamoto hii tena pasipo kuniambia, unasema nitakwambia lini mama, niambie basi. Hata kama hajakusaidia basi nimjue. Kuna leo na kesho. Yule mtoto sijabahatika kuniambia mpaka amepata umauti. Mpaka anajifungua. Wakati amepatwa uchungu mnampeleka hospitali, ilikuwaje na taarifa ulizipata vipi kwamba mwanao amefariki pia? Mimi ilikuwa saa 8 usiku, amepata uchungu. Chumba cha pili nikamwamsha mwanangu, maana alikuwa anapiga kelele, najisikia vibaya sana. Chumba cha pili akaja. Mimi manake nalala na huyu mtoto, huyu msichana, tunalala wote. Akaja yule dada akafunguliwa mlango, wakapigia na simu wenyewe mondani. Kuna mkaka mondani bajaji anayo na lazaga pale nje. Akaamka akamchukua yule mtoto wangu mpaka kwenye bajaji mpaka hospitali. Fika hospitali yule mtoto akajifungua vizuri. Baadaye akapata kifafa cha uzazi kikaja. Kilipokuja kifafa cha uzazi, basi Mungu amempenda. Sisi tupo nje pale tunasubiria majibu. Majibu ndio ametoka, bwana mama, mwanao amefariki. Pole sana. Nasema inshallah Mungu mwenyewe ndiye anajua. Nikasema na maisha yangu alivyokuwa hivi nitafanyaje mimi na mtoto mimi? Lakini nikasema Mungu asante. Mpaka sasa nahangaika mimi. Amina ndo mtoto wako wa pekee? Ndio wewe mwanangu wa kwanza na wa mwisho.
sijabahatika tena baba kupata mtoto mwingine. Pole sana Bi Mariam. Ndio hivyo babangu alionikuta haya. Watanzania wenzangu wote mnaonisikia, mimi mama yenu nateseka. Siteseki kwa nini? Nateseka kwa mtoto huyu na changamoto kubwa, kukosa kuona, na imani ningekuwa naona ningefanya kazi yoyote kumsaidia huyu mtoto, lakini sina uwezo wa kufanya chochote. Mimi nabaki tu mtu kuja kunisaidia, nipe chochote ndo nimsaidie malaika huyu. Pole sana Bi Mariam. Lakini kwa Mtanzania yule ambaye anatazama mahojiano haya kwa sasa, kile ambacho unaweza kukifanya kwa ajili ya kuweza kumtoa ama kumvusha hapa Bi Mariam alipo na kwenda sehemu nyingine, basi unaweza kufanya hivyo kutokana na kile ambacho amekielezea. Shida yake sio kwamba ameshindwa kufanya kazi, shida yake ni pamoja na changamoto ambayo yeye anayo kwa sasa. Haoni, na kama ambavyo unamuona kwenye interview hii, kwenye mahojiano haya, pole sana Bi Mariam, haoni na ana changamoto ya ulemavu wa macho. Pengine angekuwa mzima anaona, angeweza kufanya biashara yoyote ile kama jinsi ambavyo tuweza kuzungumza naye kwenye mahojiano haya, lakini kibaya zaidi ni kwamba ana changamoto, haoni. Sasa hawezi kufanya jambo lolote ambalo linaweza likaingiza kipato ambacho kinaweza kumfanya kaweza kumlea huyo mtoto ambaye ameachwa na mwanae. Ni mjukuu wake, ni wa kiume. Ni wa kiume. Baba yake ndio hivyo, hajulikani. Simjui. Kauli ya mwisho ambayo nikumbuka mama ni kwamba binti alimueleza, akamwambia kwamba unamkumbuka yule mwanaume ambaye alitupa lift mara ya mwisho. Ulikuwa ni usafiri gani? Boda baba. Sijui. Pengine ni yule boda aliwapa lift. Sijajua hapo sasa ni nani. Yaani kaniacha katika njia ya panda. Yaani nipo hapa katika njia ya panda, sielewi nielekee wapi. Basi nimemwachia Mungu, sasa nifanyeje ndugu zangu? Basi watu wenzangu, majirani ndio wananisaidia hivi. Mtoto mwenye sabuni, mwenye pempazi, mwenye sukari. Haya, nashukuru. Lakini maisha yangu ni magumu sana, na hapa napoishi mimi siishi labda nyumba yangu nimepanga, hapana. Mimi hapa nilipo nimehifadhiwa na rafiki yangu. Kipindi hicho na macho yangu ndio alikuwa rafiki yangu. Ameona changamoto yangu kubwa, ndio akanichukua akanileta hapa Dar es Salaam. Niko hapa Magomeni. Nyumbani ni wapi? Nyumbani kabisa mimi Nyandira. Mkoa wa Morogoro, Nyandira. Napita pale Kionda, Morogoro pale Nyandira ndio nyumbani kwetu kabisa, chimbo la kwetu Nyandira. Kwa sasa mahitaji mengine ya mtoto ya muhimu unayapataje na unamhudumia vipi? Kwa sasa hivi sina mahitaji babangu. Mtoto huyu ana juzi hapa nilikuja, mlinisaidia maziwa, nashukuru. Hapa wananitangaza walinisaidia maziwa, nashukuru. Mtoto akapata maziwa, leo ameisha tena. Nikaanza tena kuhangaika kama hivi. Yaani naumia sana na Tanzania wenzangu, nataabika. Mkiniona barabarani mtanionea huruma. Tunakumbuka mara ya kwanza unafika hapa tulikupa ushauri ya kwamba uweze kufika katika ofisi za ustawi wa jamii. Je, pengine ulienda na majibu yake yalikuwaje? Nilienda ustawi wa jamii. Nilivyokwenda ustawi wa jamii, kwanza kabla ya kuenda kule, nilivyotoka hapa nikakutana na mama mmoja, huyu msichana akasimamisha hivi gari tupite. Akasema hivi, napita kwani wewe mama unamshika na shida gani? Nikamwambia mimi shida yangu sioni. Alafu mwenyewe nina changamoto yangu ya huyu mtoto. Mbona mnamtembeza juani mtoto? Ndo kipindi ninachotoka hapa siku ile. Nikamwambia hivi namtembeza mtoto dada wewe acha, mimi nina changamoto kubwa tu. Ya nini mtoto huyu? Mimi maziwa, mwanangu wa kwanza na ndo wa mwisho amefariki, ameniachia mtoto. Akasema sisi wenyewe hapa tulipo ndo ustawi ya jamii. Ni vizuri zaidi kumbe mpaka tumepatana hapa, Mungu mwema. Akanigia namba zao, kesho mtutafute. Sawa. Asubuhi kweli kumekucha, amesema saa 4. Mimi saa 4 nikamwambia huyu mtoto unaishi naye. Nikamwambia naomba nitafutie wale wakina dada tuliwaona jana. Kweli akawatafuta. Akasema basi uje sasa hivi hapa Magomeni, ustawi wa jamii hapa Magomeni hapa. Uje sasa hivi
Nikamwambia mimi kuja sitoweza kwa sababu msichana amesema amechoka leo, nitafanyaje? Basi msichana akanisindikiza mpaka kwenye bodaboda. Nikapelekwa mpaka pale bodaboda, nikamwambia hivi, naomba nikifika tu pale jengo hilo nipigie simu dada aje kunichukua. Kweli nimefika mpaka hapo ustawi ya jamii Magomeni hapo, akapigiwa simu yule dada, akamwambia mshushe hapo. Kuna mdada naye sio mapokezi pale polisi yule, mimi sijui. Yule polisi akanichukua akanipeleka mpaka kwenye jengo namba 14. Akamwambia mlete namba 14. Kweli akanipeleka mpaka pale. Haya akanipigia tena, mimi nimeshafika. Yule dada akaja akanipokea. Akaniambia mama, wewe ndio wa jana? Nikamwambia ndio, ndo mimi. Sawa. Sasa tunamchukua sasa hivi mtoto tumpeleke Kisutu au? Nikasema siwezi kukubali kwa sasa hivi. Kutokana na nini? Yule ninokaa naye kwanza sijamuaga, alafu ajui kinachoendelea juu yangu mimi. Kama nimekuja hapa ustawi ya jamii nimpeleke mtoto huko ustawi ya jamii, naomba kwanza mnipe chance nirudi nyumbani nimuelekeze yule alionipokea kama mtoto amepata. Nimeenda ustawi ya jamii, wameniambia nimwache hapa wampeleke Kisutu. Ndio nilichoambia. Akasema sawa basi mama, basi fanya hivyo, lakini kesho sisi hutotupata hapa. Ilikuwa si juma ngapi ile? Kesho hutotupata hapa. Tukutane wapi? Tukutane Sinza pale nani ya kwanza. Nini ya kwanza inaitwa? Hapo nini ya kwanza hii Sinza hapa makaburini. Tukutane hapo Sinza makaburini. Basi hapo tutakuja utatupa mtoto. Nikasema sawa. Uongo nami sijarudi tena. Kwa sababu watu wamesema hutompata tena mtoto huyo. Basi mimi nikanyongonyea sana. Natamani roho inasema nimpeleke, nafsi inasema hapana. Sina mtoto amebaki ndio huyo Mungu ameniachia na amenibariki. Leo hii nimtoe, nitampata tena nani wa kunifariji mimi? Japokuwa sioni, ananichekesha. Nikifanya hivi namuona kama mwanangu vile nilompoteza sasa amerudi tena, japokuwa ni mdogo lakini amerudi tena ananifariji. Siwezi kumtoa. Kwa sasa nini ambacho unakihitaji kwa Tanzania, lakini pia nini ambacho unakiomba kwa serikali yako tukufu ya awamu ya 6 kuhusiana na hiki ambacho pengine kimetokea kwenye maisha yako halisi? Kwa mimi hapa nachoomba Watanzania wenzangu wote wanaonisikia hapa, nachoomba mimi kunisaidia huyu mtoto maziwa, nachoomba mimi kunisaidia akiumwa, hata mkinisaidia bima nitashukuru Mungu. Mkinisaidia sehemu ya kuishi, manake pale ninapoishi kwa rafiki yangu nashukuru. Mkinisaidia pempazi, nguo za mtoto nashukuru ndugu zangu. Sina mengi zaidi hayo. Manake mimi mwenyewe maisha yangu na maisha magumu sana sana. Mahitaji mengi mtoto anatakiwa na uwezo huo sina. Kwa hivi sasa changamoto yangu kama mnavyoiona sioni. Ningekuwa naona kama wenzangu, ningefanya kazi yote hata mboga natembeza. Lakini sasa siwezi. Ndio hayo ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, naombeni mnisaidie sana. Naombeni wote walioguswa na huyu mtoto, mwene maziwa, mkiniletea nashukuru, mwene pempazi nashukuru, mwene chupi nashukuru. Sina mengi zaidi hayo. Tukushukuru na tunatumai Tanzania watakusikia na watafanya kile ambacho umeweza kuwaomba na mshasiku maisha yatakuwa sawa. Inshallah. Na mtazamaji, baada ya story ya Bi Mariam, kwa wale ambao watakuwa wameguswa, kama unavyoona hapa kwenye mahojiano yetu, tupo na moja kati ya binti ambaye ameongozana naye hapa kutokana na changamoto ambayo anayo Bi Mariam ya macho. Huyu ni jirani yake na yeye ataenda kututajia namba za simu ambazo kwa yule ambaye atakayekuwa ameguswa basi ataweza kupiga hizo namba za simu na ataweza kuwasiliana moja kwa moja na Bi Mariam. Pengine ataelekezwa mpaka pale ambapo anaishi, wataonana. Kama una msaada wote ataweza kumsaidia. Karibu jirani na tutajie namba za simu. 06 89 84 36 68. 06 89 84 36 68. Sawa, wewe ni jirani? Ndio.
Mnaishi vipi? Naishi naye kama jirani yetu, ama mimi namuitaga aunti yangu mara nyingi. Sawa, shukrani. Asante. Na kwa wale ambao watakuwa wameguswa na story ya Bi Mariam, basi unaweza kumtafuta moja kwa moja kupitia namba hizi na ukawasiliana naye yeye mwenyewe akakuelekeza pale ambapo anapatikana kwa ajili ya msaada zaidi. Namba ya simu ni 0689843668. Narudia tena 0689843668. Hiyo ndo namba ya simu ambayo unaweza kupiga na ukaweza kuwasiliana na Bi Mariam moja kwa moja.